Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai popote ulipo. Mungu akubariki sana. Karibu sasa kwenye somo letu zuri la siku ya leo. Kwa majina ninaitwa mtumishi wa Mungu Mwalimu Tungu, na Mungu ametujalia kabisa kuwa na siku nzuri ya baraka ambayo tutajifunza somo zuri sana. Nipende kuwashukuru watu wote ambao wanatufuatilia maeneo tofauti tofauti, watu wa Mbeya, Mwanza, watu wa Dar es Salaam, watu wa Bukoba, Kagera, Dodoma. Mungu awabariki sana, na maeneo mbali ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mungu awabariki sana sana sana. Ninamfurahia Mungu kwa ajili yenu, kwa yale ambayo tunazidi kuyafahamu kupitia Kristo Yesu. Mungu awabariki sana sana sana. Karibu sasa kwenye somo letu zuri hili. Ninaamini utajengwa, utaimarishwa, utainuliwa juu na neno la Mungu ambalo utalisikia. Mungu atasema na wewe kabisa, nina uhakika kupitia somo hili. Nikukaribishe sasa. Somo letu tutakalojifunza siku ya leo litakuwa linasema, je, umekutana na Yesu? Ni somo lakini liko mfumo wa swali. Je, umekutana na Yesu Kristo kwenye maisha yako? Kila mmoja tunapoendelea kujifunza, ni moja ya swali ambalo anatakiwa kujiuliza. Je, nimekutana na Yesu kwenye maisha yangu? Ni moja ya swali ambalo lazima uendelee kujiuliza kila siku. Je, nimekutana na Yesu? Kwa sababu mtu ambaye amekutana na Yesu Kristo kwenye maisha yake anaonekana. Sio mtu tu wa kuenda na kusimulia. Hakuna kinachoonekana kwamba ni nadharia, ni vitu ambavyo vinasemwa tu, havipo. Hapana. Mtu ambaye amekutana na Yesu anaonekana kwa macho. Anaonekana kwa macho. Mtu unaweza kumuona huyu mtu amekutana na Yesu. Na leo tutajifunza, je, umekutana na Yesu kwenye maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sasa kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya somo letu hili. Karibu tuombe pamoja. Asante Mungu uliye hai, na kushukuru kwa uaminifu wako. Wewe ni niko ambaye uko na utazidi kwako milele yote. Ninakushukuru kwa hekima ya neno lako ambalo Mungu umesema tukutangaze duniani kote, watu wapate kufahamu wewe ulivyo. Na ndivyo ambavyo Bwana umeweka maneno haya katika kinywa changu, na moyo wangu unashauku katika kunena habari zako juu ya mataifa yote, na kila mmoja atakayesikia kwa habari yako. Asante Bwana kwa kuwa unanijalia kunena kama Mungu inipasavyo kunena juu ya mataifa. Asante Mungu kwa kuwa Roho yako Mtakatifu anakuwa mwangaza na nuru kwa kila atakayesikia maneno haya yenye nguvu. Mungu unafanyika geuzo kwa kila mmoja atakayesikia. Hawezi akawa kama alivyo sana kutana na wewe. Ndivyo ambavyo maneno haya yatakuwa na nguvu kwa kila atakayesikia. Hawezi akakaa kama alivyokuwa, kwa sababu mtu atakayekutana na Yesu, mtu ambaye atakutana na wewe, anakuwa tofauti, anageuzwa. Ndivyo ambavyo Bwana kila mmoja ndani yake ataketi na kusikiliza hekima ya maneno yako. Ndivyo ambavyo ndani yake kutawekwa geuzo, na wewe Bwana utasimama pamoja naye, kwa sababu neno lako lenye nguvu, neno lako lenye ukali limeingia ndani yake na limeyafunua. Maana maneno yako ni roho, na Roho yako Mtakatifu ameyavuvia. Katika jina la Yesu ninaombea kila akili ya mtu mmoja ambaye inatumika kupokea maarifa haya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, itayapokea kama vile Bwana alivyoyaagiza juu yake, na huyo mtu atayapokea na yatakuwa ya kwake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nisaidie kusema amen. Karibu sasa kwenye somo letu. Tuna kichwa cha somo kinachosema, je, umekutana na Yesu Kristo kwenye maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda mtumishi wa Mungu baba yangu Dickson Kabigumila. Nimekutana na one of the his sermon, moja ya masomo yake alikuwa anazungumzia kwamba mtu yeyote ambaye amemuomba Mungu na akapona na akamponya, alafu huyo Mungu
huyo Yesu akashindwa kubadilisha maisha yake, sio Yesu. I like that testimony. Ninalisikiliza karibu kila siku. Anasema mtu Yesu ambaye anaweza akamponya mtu, lakini Yesu hawezi kumsaidia huyo mtu asiache dhambi, sio Yesu. Yesu ambaye mtu anaweza akawa na biashara mbovu, akaomba Mungu akamsaidia na huyo mtu biashara ikanyooka, akawa anapata faida na wateja wengi, lakini huyo mtu bado silini ana dhambi, huyo mtu hajakutana na Yesu. Mtu ambaye ana shida fulani, na hiyo shida akasema kabisa nikamuomba Mungu akanisaidia, alafu huyo Yesu akashindwa kumsaidia kuacha dhambi kwenye maisha yake, yani akawa na maisha ya ushindi na juu ya dhambi, huyu mtu hajakutana na Yesu. Na akawa anaelezea kutoka kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 36, ambao anasema naye atamzaa mwana na jina lake watamuita Yesu, maana ndiye atakayewaokoa wanadamu na dhambi zao. Maana ndiye atakayewaokoa wanadamu. Anasema kazi ya kwanza ya Yesu ni kuwaokoa wanadamu na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuwaokoa wanadamu na dhambi zao. Sasa twende taratibu upate kunielewa kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu juu ya somo la siku ya leo. Je, umekutana na Yesu kwenye maisha yako? Tunaenda sasa watumishi wa Bwana. Okay, kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 na mstari wa 1 mpaka wa 5. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Je, umekutana na Yesu kwenye maisha yako? Lakini Sauli akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona mtu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni msomaji wa Biblia vizuri, unafahamu habari ya Sauli, jinsi alivyokuwa analitesa kanisa, jinsi ambavyo alikuwa hakubaliani na watu ambao wanasema Yesu ni Bwana, jinsi ambavyo mpaka ndani yake kumeumbika shauku ya kuua watu wanaomuita Bwana Bwana, ambaye ni Yesu. Huyu mtu ndani yake kulikuwa kumetengenezeka na kitu ambacho kinamwambia watu ambao wanamtaja Yesu kama ni Bwana ni watu ambao kitu wanastahili ni kufa, kitu anachostahili ni kuto kuwepo duniani. Huyu ndo alikuwa anaitwa Sauli. Sauli ambaye ndani yake alikuwa ana utisho wa kuwaua wanafunzi wa Bwana, ambao walikuwa wamebeba kusudi kwa ajili ya kuwageuza mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu tena. Lakini yeye ndani yake kulikuwa kumeibuka na kitu kinachomwambia wanastahili kufa. Na alikuwa ameshafanya mission, kwa sababu hata alipokuwa anakufa Stefano alikuwepo, Biblia imemtaja. Kwa hiyo alikuwa yupo kabisa ndani yake, roho ya shetani ilikuwa inatenda kazi. Ni mtu ambaye alikuwa anatenda kazi na shetani, na roho ya shetani ndani yake, kwa sababu ilikuwa ni roho inayopingana na neno la Bwana. Ilikuwa ni roho ambayo inapingana na watumishi wa Mungu, roho ya shetani. Kwa hiyo huyu mtu anaitwa Sauli alifanya kazi, alitenda kazi chini ya mkono wa shetani kwa kuwaua wanafunzi wake. Na Biblia imeelezea habari yake kwamba aliwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani, akamwambia, kuhani, sikiliza, mimi niandikia official letter, barua maalum
nataka niende Dameski. Huko nimesikia nako kuna wanafunzi wa Yesu. Nataka nikamalize, asiwepo mtu duniani ambaye anaongea habari za Yesu. Huyo anaitwa Sauli. Akamwendea kuhani mkuu. Anamwambia niandikie barua. Nataka ni dili na hawa watu mpaka waone cha mtema kuni. Anaitwa Sauli. Sauli ambaye ametenda kazi na roho ya adui, roho ya shetani ndani yake. Anamwambia niandikie barua ya kwenda Dameski. Ili nikaone watu wa njia hii, waume kwa wake, niwafunge, niwalete Yerusalemu. Mtu ambaye ndani yake ana roho ya adui inatenda kazi. Anasema niwafunge wake kwa waume, niwalete Yerusalemu. Amewaza na alifanikiwa kupewa barua. Akaanza safari. Mstari wa 5 anasema hata alipokuwa akisafiri. Maana yake inaonyesha alifanikiwa kupata barua. Na anasema hata alipokuwa safari akisafiri, anaikaribia Dameski, kwenda kuwaua watu. Ndani yake roho ya shetani anamwambia you must go to kill all people who said Jesus is the Lord. Wanaosema Yesu ni Mungu, go and kill them. Nenda na ukawaue. Anasema na alipokuwa anaikaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Nobody who prayed, hakuna mtu aliomba kwa ajili ya Sauli, lakini ndani yake tu alichokuwa anakiwaza, Mungu alijua na Mungu aliona. Na hii ndio mara nyingi nimekuwa nikiwafundisha watu kwamba thought is bigger than the loud voice. Sijui unanielewa kwamba mawazo yana sauti kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho kuliko hizi sauti ambazo tunatamka kwenye ulimwengu wa mwili. One of the great language that you can speak and it can be heard loudly in the realm of the spirit is the thought. Ni mawazo. Mawazo ndio moja ya kitu ambacho kina sauti sana. Mtu anaweza kawa hapa amewaza kufanya zina. Ulimwengu wa roho haumuoni unawaza. Ulimwengu wa roho unamuona ameshazini. Ulimwengu wa roho unamuona ameshazini. Ndio maana Yesu akamwambia kwamba mtu yeyote atakayemtazama mwanamke kwa kumtamani amesha kuzini naye. Kwa sababu a thought is a greater, it has a loud voice in the realm of spirit. Mawazo yana nguvu sana. Kusoma kwenye kile kitabu cha wa Korinto anasema mkiziangusha, tukiteka nyara fikra, kila fikra inayojiinua kinyume na elimu ya Mungu. Fikra, it has a big route in the realm of spirit. Kwa hiyo hii ni kitu, na hichi ndicho ambacho kinatokea hapa kwa Sauli. Biblia inasema hivi, akawaza. Alipokuwa anawaza tu, hajui mbinguni wanasikia. Yesu akajua nini kinachoendelea kwa Sauli na kwa juu ya wanafunzi wake. Alisikia. Baadaye Sauli ghafla anaikaribia Dameski. Maandiko yanasema hivi, ikamwangazia kote kote nuru kutoka mbinguni. Mstari wa 4, akaanguka chini, akasikia sauti ikimuita, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Akasema, nani wewe? Sauli akataka anayemwambia ajitambulishe kwa sababu yeye ni mbabe. Yesu hana shida, akasema hivi, mimi ndimi Yesu unayeniuzi wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mimi ndimi Yesu. Akajitambulisha, mimi ndimi Yesu ambaye watu wangu unaenda kuwaua. Ndio mimi nimekuja, nataka tu mimi na wewe. Yesu anajitambulisha mbele ya Sauli, ambaye huyo Sauli anaenda kuwaua watu wa huyo anayejitambulisha kwake. Mstari wa 6, lakini simama. Yesu sasa, na ndio maana watu wanasema Yesu sio mwanadamu na hawezi kuja kuwa mwanadamu, kwa sababu Yesu ni Mungu. Yaani mtu ambaye ndani yake amewaza kwenda kuwaua watu wake, lakini anapokutana na huyu mtu, angekuwa mwingine angejilipiza kisasi, akisema the only way ni huyu mtu na yeye aondoke, ni huyu mtu na yeye afe. Lakini kilichotokea ni kwamba Yesu ana kazi nyingine na Sauli.
Anamwambia mstari wa 6, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wala watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakaisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalifumbuka, hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu ambacho nataka nikuonyeshe kitu, mstari wa 10. Basi palipokuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania, Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyoofu, ukaulizie katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli na wa Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kuwawekea mikono juu yake apate kuona tena. Mstari wa 13, Anania huko anaendelea kujitetea. Kitu ambacho nilikuwa nataka ni kuonyeshe huu mstari wa 10, jinsi ambavyo mtu akikutana na Yesu. Nimeanza kukuambia habari yake tangu mwanzo, jinsi uovu na roho ya adui ilivyokuwa inatenda kazi yake. Lakini mtu huyu alipokutana na Yesu, Mungu akamgeuza. Akawa sio mtu ambaye anatena anawaza kuua. Ni mtu ambaye anasapoti kazi ya Mungu. Ni mtu ambaye Mungu akamgeuza. Mungu ambaye ndani yake alikuwa amesha muumba kwa ajili ya kusudi lake. Mtu ambaye ndani yake kulikuwa kuna tabia ya kiungu ya kumtangaza Yesu. Huyo mtu alikuwa anaitwa Sauli. Sauli alikuwa ameumbwa na alikuwa tayari ndani yake Mungu ameshamtengenezea mazingira. Anatakiwa baadaye aje kuwa mtumishi wake. Mungu akija akakutana na mtu, huyu Yesu waga anabadilisha tabia. Anabadilisha tabia ya mtu. Anabadilishaga tabia. Sauli, tabia aliyokuwa nayo ni tofauti na Sauli ambaye aliyekutana na Yesu. Utofauti wa Sauli sio jina. Utofauti wa Sauli ni yule kabla ya Yesu na yule baada ya Yesu. Hapo ndipo utofauti unapokuja. Huyu wa kabla ya Yesu alikuwa anatenda kazi chini ya roho wa kuasi, roho wa ibilisi. Ila wa baada alikaanza kutenda kazi chini ya mamlaka ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Hakuna Sauli ambaye utakutana mbele baada ya Yesu alikuwa anawaza kuwaua watu, ambaye alikuwa anawaza kuendelea kufanya uovu, anawaza kuendelea kutenda dhambi. Hayupo. Huyo Sauli hautakuja kukutana naye. Ni Sauli aliyejaa Roho Mtakatifu. Ni Sauli ambaye ametamani kuishi kanuni za Mungu. Swali langu, je, umekutana na Yesu? Kwa sababu kuna mtu yuko proud of na anawatangazia watu ameokoka, lakini kiuhalisia huyu mtu hajakutana na Yesu bado, kwa sababu tabia alizonazo hazimuelezei Yesu. Who kind of Jesus ambaye umekutana naye? Ni aina gani ya Yesu ambaye umekutana naye? Kwa sababu Yesu ambaye mimi ninamfahamu akija kwenye maisha ya mtu, this man, huyu mtu hawezi akaendelea kuwa vile vile kama alivyokuwa. Yani must be a change. Otherwise hakuna namna ya kwamba ulikutana na Yesu, hakuna. Lakini the difference must be there. Watu wakazini kwako, they must understand, lazima wafahamu you are encountered with Jesus, kwa sababu the total life uliokuwa unaishi zamani na sasa hivi it changed. Ni tofauti. Aina ya maisha, namna ya kuongea, namna ya kusema, it already changed. Why? Because you are encountered with Jesus. You have shifted to the standard lifestyle ya shetani na umeingia kwenye life standard ya kimungu. Kwa hiyo everything must change. People must understand you are born again Christian. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano wa pili, kuna mfano wa mwanamke wa Gerasi, mwanamke wa Samaria, kitabu cha Yohana
Kitabu cha Yohana sura ya 4. Kitabu cha Yohana sura ya 4, Injili ya Yohana sura ya 4. Nataka nikusomee mstari tu wa 13 na mstari wa 14. Nataka nikusomee mstari wa 13. Hii ni habari ambayo Yesu alikuwa ameingia kwenye huu mji wa Samaria unaitwa Sikari, na alivyofika hapa alikutana na huyu mwanamke ambaye alikuwa ni Msamaria, na alivyokutana naye palikuwa na a lot of conversation, na moja ya kitu ambacho walichokuwa wanakizungumza ni kwa habari ya ugomvi, kutokuwa na maelewano kati ya Wasamaria na Wayahudi. Sasa nataka nikuonyeshe what happened baada ya huyu mwanamke kukutana na Yesu. Mstari wa 13 Biblia inasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, kila anywae maji haya ataona kiu tena. Mstari wa 14 walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Baada yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Biblia inasema mstari wa 15 yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku ukiendelea chini mstari wa 17 Yesu akamwambia, nenda kamuite mume wako. Yule mwanamke akasema, sina mwanaume. Yesu akasema, right, kwa sababu unao 5. Hata huyo ulionao sasa hivi sio wa kwako. Ndani yako unaonekana kabisa una kiu ya dhambi ya zinaa, kwa sababu mwanaume wa kwanza akapita, wa pili akaja akapita, wa tatu akaja akapita, wa 4 akaja akapita, na wa 5 ulienaye sasa hivi sio wa kwako. Unajaribu kukutana naye uone kama labda atafaa kuwa mwanaume wako, lakini hamna. Shida sio kuangalia kama anafaa. Shida ni kiu ulionayo. Mwanamke alikuwa ajui kama kiu alionayo ndo imemdrive, inamuendesha aende akatafute yeye mwenyewe sample ya wanaume tofauti ambao watamfaa kwenye maisha yake. Yesu akamwambia hivi, mstari wa 14 walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemi ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke ukisoma habari zake baada ya kukutana na Yesu, huyu mwanamke alienda akamwabudu Mungu, alienda akamshuhudia Mungu. Ngoja nikuangalizia hapa mstari wa 23. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja atatufundisha mambo yote. Yesu akamwambia, mimi nasema haya ndiye. Haya, mstari wa 30 basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akamwambia, chakula changu ndicho hichi, ni atende mapenzi yake aliyenipeleka nikimaliza kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke baada ya kukutana na Yesu, maisha yake hayakuendelea kama alivyokuwa. Mwanamke aliyebadilishwa, hali yake ya ndani iliyokuwa imejaa shauku ya uzinzi, akakutana na Yesu kwenye maisha yake. Alivyokutana na Yesu, ile kiu haikuendelea. Na hapa ndipo utofauti unakuwa. A woman who encountered with Jesus hawezi kuendelea kuwa yule. Mtu ambaye ndani yake anakutana na Mungu, anakutana na Yesu, hawezi kuendelea kuwa na the same character before Jesus. No sir, no, I disagree. Mtu ambaye anakutana na Yesu, huyu mtu anakuwa tofauti. Ni mtu ambaye from that moment tabia chafu, tabia ilikuwa inamtesa, haiendelei juu yake. Lakini njoo kanisani utakutana na watu ambao wanaimba kwaya, ndo kwanza mwenyekiti na katibu ndo wanaongoza kwa uzinzi. Mchungaji na mshirika wake ndo watu walioko kanisani.
Mtu anatafuta umo kadada ndo kaliko okoka anakatafuta. Watu waliko kanisani, they don't care about the power of Jesus Christ. Hawajali kuhusu nguvu ya Roho Mtakatifu inayotenda kazi. Wanaona kama kanisani ni sehemu la kutafuta watu ambao wanaweza wakaenda kukuzika baadaye, usikose watu wakakuzikia. Lakini they don't care about the purpose, the finished work of the cross. Watu hawajali ile nguvu ya Mungu ambao Mungu aliachilia kwenye msalaba, ambao inaweza ikaondoa dhambi za mtu, tabia na uovu wa zamani. Watu hawajali. Ndio waliojaa kwenye makanisa, ndio tulionao sasa. Lakini hili ndilo neno la Bwana kwamba a woman who encountered with Jesus haendelei, I'm telling you the truth, haendelei na tabia zake. Wewe utakuwa umekutana na kitu kingine. Unaingia kanisani but you are not yet encountered with Jesus. Unaingia kanisani hujakutana na Yesu. Unaingia kanisani hujakutana na Yesu. A man who encountered with Jesus, tabia yake, ile tabia aliyokuwa anaendelea nayo ya pombe, tabia ya uzinzi, tabia ya tamaa, haiendelei. Kwa sababu yeyote atakayekunywa maji haya maji ya uzima hataona kiu tena, hataona. I'm telling you, umeingia tu kanisani, you are not yet encountered with Jesus. There is something else ambacho umekutana nacho. Kuna kitu ambacho umekutana nacho kingine, ila sio Yesu. Sio Yesu anayebadilishaga watu. You are not yet encountered with. And this is the sound and the voice of the Lord. Kwamba Mungu ambaye ukikutana naye kwenye maisha yako, kitu cha kwanza anakuja kubadilisha tabia, ili watu wajue kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni lazima the lifestyle you have must be changed. Ni lazima kibadilishwe, na Yesu ndio anakuja ukifanya. A man ambaye atakubaliana na kile Yesu amesema, huyu mtu hatakuwa kama alivyo. Ndicho kilichomkuta mwanamke Msamaria aliyekuwa na kiu ya uzinzi. Na Biblia imerekodi ameshalala na wanaume 5, lakini alipokutana na Yesu ile kiu ilikata. Ile kiu haiwezi kaendelea. The power of fornication, it cannot be beyond, and always absolutely it cannot be beyond of the power of Jesus Christ. Hakuna. Watafute watu wote ambao wanakuambia uwezi ukaishi bila kufanya uzinzi. Ni watu wote ambao ni watu ambao hawaamini juu ya nguvu ya Yesu. Ni watu ambao hawaamini juu ya nguvu ya Yesu, lakini wanaamini juu ya nguvu ya zinaa. Shamaria Masule Mahanda. Huyo ni mwanamke aliyekutana na Yesu. Maisha yake na tabia yake kabadilika. Mtu mwingine ni yule mtu mwenye pepo ya Wagerasi. Mtu mwenye pepo ya Wagerasi, kitabu cha Marko. Mtu mwenye pepo ya Wagerasi, kitabu cha Marko. Marko sura ya 5 mstari wa kwanza. Kitabu cha mtu wa kwanza nimekuambia ni Sauli alivyokutana na Yesu na Mungu akambadilisha. Mtu wa pili nikakwambia mwanamke Msamaria alivyokutana na Yesu akabadilishwa. Mtu wa tatu Wagerasi, mtu wa Wagerasi. Kitabu Biblia inasema hivi, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu. Na minyororo akaikata ile minyororo na kuivunja na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuweko makaburini na milimani, na akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, mstari wa 6, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kuapisha kwa Mungu usinitese, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu mtoke mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hii habari, kitu ambacho unakuja kugundua ni kwamba huyu mtu alikuwa na pepo, na asili ya pepo ambayo alikuwa nayo,
unakuja kuona kwamba huyu alikuwa na pepo mchafu, ambaye huyu pepo leo tuna watu ambao wana mapepo lakini tunaishi nao ndani, tunaishi nao nyumbani. Huyu ni mtu alikuwa na pepo, haishi nyumbani, anaishi makaburini, kiwango ambacho ninataka kuamini hawa watu walikuwa hawasemi ana pepo, walikuwa wanasema amesharukwa na akili huyo kichaa, atakuwa amelogwa, au atakuwa na stress, huyo atakuwa na stress nyingi, amechanganyikiwa na maisha, au kama alikuwa na madeni basi alikuwa na madeni, amechanganyikiwa, au ana malaria iliyopanda, wakamwambia hivyo. Lakini kitu ambacho Biblia inatuambia hapa ni kwamba huyu mtu alikuwa na pepo mchafu, makao yake yalikuwa makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena. Yani hakuna mtu aliyeweza kumfunga minyololo, hakuna mtu aliyeweza. Wewe fikiria hakuna mtu anayeweza kumfunga. Tuna watu ambao huku wakiwa na pepo, tukikusanyana wanaume 5, 10, huyo mtu tunamshika, tunamfunga, haondoki, akimbii ili tubaki naye. Lakini huyu hakuna mtu aliyeweza kumfunga hata kwa minyololo, hata kwa pingu. Kwa sababu alimfunga kwa pingu, Biblia inasema akazivunja huyu mtu, akavunja pingu walizokuwa wamezifunga. Na usiku na mchana alikuwa halali nyumbani, alikuwa analala makaburini, na alikuwa analala milimani, na alikuwa anajikatakata kwa mawe. Huyu mtu, hawa watu ninataka kuamini hawakuwa wanajua kwamba huyu mtu ana pepo. Walikuwa wanajua tu ana kichaa. Kama hicho kipindi kulikuwa na watu wanaanguka, watu wanachanganyikiwa, na naamini walimweka kwenye hilo kundi kwamba huyu mtu atakuwa tu anachanganyikiwa, akili zake hazijakaa vizuri, wakawa wanamuita hivyo. Lakini kumbe kiuhalisia huyu ni mtu ambaye ana pepo mchafu. The solution of this man, anatakiwa kukutana na Yesu. Mstari wa 6, na alipomwona Yesu kwa mbali, Yesu hajamuona, ila huyu mwenye pepo alivyomuona Yesu kwa mbali, akamkimbilia, akakimbia kwa mbio, akafika, akamsujudia, akaanza kujielezea yeye mwenyewe hata kabla ya kuulizwa maswali. Akaanza kujielezea, akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Mapepo yanamtaja Yesu kwamba ni mwana wa Mungu aliye juu. Mapepo yanamtaja Yesu ni mwana wa Mungu aliye juu. Mapepo tena anasema usinitese. Nataka nikuonyeshe kitu hapa. Mstari wa 10 na ngapi? Mstari wa 18. Mstari wa 18, 19 na 20. Biblia inasema hivi, mstari wa 8, naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye. Mstari wa 19, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako. Yesu huyo anasema, kwa watu wa kwenu kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana, na jinsi alivyokurehemu. Mstari wa 20, akaenda zake, akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea, watu wakastaajabu. Kitu kingine cha muhimu kuelewa hapa, the greater the destiny, the purpose you have, the greater the battle you encountered. Huyu mtu alikuwa kumbe anatakiwa kuhubiri Injili. Shetani kwa kutaka kuzuia huyu mtu ni kuweka mapepo, alafu ukishaweka ndani yake ya muisolate na wale watu ambao walikuwa wanatakiwa kubadilishwa, akaenda kukaa milimani, asikae kule kwa watu ambao walikuwa anatakiwa kuwahubiria. Kazi hiyo ya shetani. Kwa huyu mtu hakukaa kwa watu, akaenda kukaa milimani. Kumbe kazi yake ilikuwa ni kuhubiri. Awahubiri watu Yesu jinsi alivyo na matendo makuu. Yesu alivyokuja akamuona, akamwambia, no, wewe haina haja ya kufuatana na mimi ninakoenda. Wewe nenda kawahubiri watu, hilo ndo jambo la. Nenda kawaambie matendo makuu ya Mungu ambayo aliyokurehemia. Akaenda akahubiri sana. Nataka nikwambie nini? Mtu ambaye alikuwa na pepo mchafu anaishi kwa kujikata kwa mawe. Mtu ambaye pengine jamii ikamwambia huyu kachanganyikiwa huyu. Mtu ambaye watu walijaribu kumfunga, sio kwa kamba, kwa minyororo, cha kwanza, cha pili
kwa pingu, wakashindwa, wakasema jamani, huyu mtu mwacheni tu akakae huko anakotaka kwenda, akaenda kuishi makaburini. Mtu wa namna hiyo, kitu alichokuwa anahitaji ni akutane na Yesu tu, alafu Yesu ambadilishe tabia, ambadilishe. What you need to your life ni kukutana na Yesu. Unachotakiwa kwenye hiyo tabia ambayo it is the problem kwenye maisha yako, unachotakiwa ni kukutana na Yesu. That is a solution. Kutana na Yesu. Yesu ambaye akija ndani yako anabadilisha tabia ambazo hazieleweki, tabia ambazo hata kuwaelezea watu ni ngumu, tabia ambazo sirini unazifanya hata watu wakikutajia ukaanza kuambia huyu ndo wewe, watu watakataa. Yesu anabadilisha. Yesu anabadilisha. Na huyu mtu alivyokutana na Yesu, hali aliyokuwa nayo ya pepo waliokuwa wamemwisolate, waliokuwa wamemtenga na jamii, they will no longer be there. Hawakuendelea kuwa hapo. Huyu mtu akafunguliwa, akawa mzima. You know what? Una kusudi la Mungu ndani yako, and that's why shetani anapigana sana ili akuisolate, akutenge kwenye kusudi ambalo Mungu amekuumbia, ili kutoka hapo ushindwe kutimiza lile ambalo Mungu amekuwekea. Lakini nataka nikuhakikishie, as long as you encountered with Jesus tonight, kwa kuwa tu unakutana na Yesu siku ya leo, no sir, hauwezi ukaendelea kama yule uliokuwa. Hauwezi ukaendelea silini unatenda dhambi, haiwezekani. Dhambi ambazo hakuna mtu anazijua, ni wewe na Mungu, ni wewe na shetani ndio mnajua kwamba unafanyaga hizo dhambi. That kind of man, huyo mtu wa namna hiyo ambaye anataka kukutana na Yesu, hawezi kuendelea na hizi tabia. I'm here to testify, I'm here to verify the power of Jesus Christ, nguvu ya Yesu Kristo, jinsi ambavyo ina uwezo wa kusababisha matokeo yasiyotarajiwa kwa mtu yakawa matokeo yanayotarajiwa katika jina la Yesu. Namalizia mfano wa mwisho wa kiwete. Kiwete kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Habari ya kiwete kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1, Biblia inasema kiwete, kwa habari ya kiwete, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, yes, sura ya 3 mstari wa 1, Biblia inasema hivi: basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa. Alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku. Walimweka siku ngapi? Kila siku katika mlango wa hekalu unaoitwa Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kiu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu unapata taarifa zake hizi. Cha kwanza, alizaliwa kiwete tangu tumboni, yani anazaliwa ana ile wanaita abnormality, anazaliwa akiwa ana shida tangu tumboni. Lakini sio hivyo tu, watu wale waliokuwa sijui ni ndugu zake, anasema walimchukua kila siku katika mlango wa hekalu wakamweka. Lengo lao watu kumpeleka kanisani sio aende akaombewe, aende akaombe sadaka kwenye ule mlango, kwa sababu pale watu wanaopita inaonekana wana huruma sana, alafu wana vielaela, kwa watampatia huyu mtu asogeze maisha yake yaendelee. Kwa hiyo alizaliwa kiwete, lakini pia wakapata hekima wakapata hekima ndogo ya wakampeleka kwenye mlango wa hekalu, mlango wa kanisani pale. Watu watakapopita wakiwa wanaingia, basi wampe sadaka huyu mtu akaanzishe maisha maisha yaendelea, asife kwa njaa, asife kwa kukosa chakula. Ndio hekima walioipata. Lakini baada ya hapo, alivyoona Petro na Yohana wanaingia hekaluni, maandiko yanasema alitarajia
Alitarajia watapata kitu. Lakini Petro anasema hivi, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Angalia kitu hapa. Huyu mtu ni mtu ambaye alikuwa yupo karibu na hekalu, na sio kwamba alikuwa ameenda for emergency hiyo siku. Biblia imesema kila siku alikuwa karibu hapo. Kwa hiyo unaweza ukawa ni mtu ambaye upo karibu na kanisa, lakini you are not yet changed. Why? Kwa sababu huyu kiwete alikuwa karibu na hekalu to the extent kwamba akichungulia mlangoni anaona wanachoabudu kule ndani, anaona wanaabudu, lakini anasubiria sadaka, aombe sadaka watu wanaopita pale. Hakujua kwamba msaada upo hapo hapo aliposimama, kwamba kuna nguvu ya kumsaidia. Hakujua. Kwa hiyo alikuwa karibu na kanisa, alikuwa karibu na hekalu, lakini it cannot change anything. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema alikuwa pia karibu na mchungaji. So you can be close to the pastor, you can be close to the bishop, you can be close to the buildings. All of those things cannot change anything until you encountered with Jesus. Paka utakapokutana na Yesu. This man, paka alipokutana na Yesu, the situation changed. So the power of the difficulty of the situation is not against, it's not against the situation, the difficult situation. No. Napenda kuambia watu, nguvu ya bahari ya Shamu ni nguvu, lakini kama haijakutana na neno la Mungu. Once imekutana na neno la Mungu, no, bahari ya Shamu, there is a way, kuna njia. A man can pass. Anaweza mtu akavuka katikati pale, njia inaweza ikapatikana. Ugumu wowote wa changamoto una uwezo kama umekutana na kitu ambacho kina uwezo chini yake, ila ugumu wote ukikutana na uwezo ambao hicho kitu kingine kina uwezo kuliko huo ugumu, huo hauwi ugumu tena, inakuwa ni kitu simple tu. Ndicho ambacho kilitokea hapa. Huyu mtu alikuwa ni kiwete tangu kuzaliwa, na amekaa mlango wa kanisa anasubiri kuomba sadaka, na hajui kwamba alipokaa Yesu yupo anaweza akamsaidia. Paka alipokutana na Petro na Yohana, alivyokutana na huyu Yesu akamwambia, no, just wait. Every day unapokea pesa, dhahabu, and you are continue your life. Sikiliza, tunaye Yesu. The problem, wewe umekuja hapa na lengo upate sadaka, lakini sisi tunakuhakikishia hapa, sisi tunakuja kumwabudu Yesu, na huyo Yesu ndo sisi tunataka tukwambie habari zake, kwamba anaweza akakusaidia ukasimama, ukapona hii shida ambayo uko nayo. Yesu ambaye anabadilisha tabia, anabadilisha hali, anayebadilisha situation, ndo nataja habari zake huyo Yesu. Huyu mtu kiwete alipokutana na Yesu, hakuendelea kuwa vile, hakuendelea. The problem, wewe umekutana na kitu kingine kwenye maisha yako. You are not yet encountered with Jesus. Hujakutana na Yesu. I'm telling the truth, hujakutana na Yesu. Waliokutana na Yesu wote hawajakuwa kama walivyokuwa. Waliokutana na Yesu wote, tabia na maisha yao ya asilini yaligeuzwa. Waliokutana na Yesu, sifa za maisha yao zilibadilika. Waliokutana na Yesu hawakuendelea kuwa na aibu ya maisha yao ya zamani. Walikuwa na ujasiri wa kuambia Mungu alitusaidia ingawa tulikuwa watenda dhambi. Walikuwa na ujasiri wa kuambia, jamani, na sisi tulikuwa tunaingia kanisani, tunatoa sadaka na tunasaidia yatima na wajane, lakini maisha yetu ya asilini asiwaambie mtu. Ni sisi na Mungu tunayajua. We cannot explain toward in front of the public. Hatuwezi, kwa sababu ni maisha ya aibu, kwa sababu ni maisha mabaya. Na shetani alivyo mjinga, amekushawishi kukuaminisha kwamba unaweza ukaenda kanisani ukatoa na sadaka, ukasaidia yatima na wajane, lakini katabia ka uongo usiachi.
lakini katabia ka uzinzi usiache, lakini katabia fulani usiache, yani kuonjaonja vipombe usiache. Anakuaminisha kwamba you are doing the right things, but anajua kuna mahali amekutarget, uchomoki. Huyo ndo shetani. Is a clever, ana akili sana ya kutenda kazi. Kwa anakuaminisha kwamba unaweza ukaingia ndani ya kanisa ukaimba kwaya, lakini usimwache huyu mdada. Pita naye. Shetani huyo, he cannot let you go with the purpose of God. Hawezi akakuachilia ukaenda na kusudi la Mungu lililo kwenye maisha yako. No sir, he can't. Hawezi akakuachilia uende. Atakuruhusu uende kanisani, you will do everything, lakini atakuhakikisha maisha yako, tabia zako, atakwambia, atakuhakikisha unaona leo umefanya vizuri, umeenda kanisani na watu wamekwambia wewe ni mtu wa Mungu, you are on the right target. Lakini tafute mtu, tafuta ufanye kitu fulani, anakuinspire, give you an inspiration to do evil things. Anakufanya ufanye vitu viovu. Huyo ndo shetani. Shetani atakusaidia kabisa uonekane kama we ni mtu wa maana, lakini actually you are going to die in your spirit. That is Satan. Hana huruma na roho ya mtu, hana huruma na kusudi, hana huruma na kile mtu ameumbiwa kufanya. Ni shetani. Atakurahisishia, atakuletea vitu vizuri, kwa sababu kwenye Biblia imesema kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Huyo ni shetani. He bring good things upon your eyes. Utaanza kuona vitu vizuri, yes sir, kwamba they are so attractive, unaweza ukavifanya kwenye maisha yako, lakini at the end result of those things, it is the death of your spirit. No sir. Kuna Yesu ambaye huwaga anabadilisha maisha ya watu. I just come to tell you kwamba ukikutana na huyu Yesu, you will no longer be the same. You will no longer be the same. Hawezi kuwa kama vile ulivyokuwa. Jesus who changed the situation. Mungu ambaye anabadilisha tabia. Yesu ambaye aliweza kubadilisha tabia ya Sauli. Yesu ambaye alibadilisha tabia ya uzinzi ya mwanamke Msamaria. Yesu ambaye aliweza kubadilisha tabia yule mtu mwenye pepo wa Gerasi, mwenye pepo wa chafu. Yule mtu Yesu aliyeweza kumponya kiwete aliyekufa. Jesus. Huyu ndiye ninayemzungumzia, ambaye ukikutana naye hauwezi ukaendelea na hayo maisha ya dhambi. You cannot, kwa sababu kwake kuna neema na kwake kuna uwezesho. Huyu Yesu aliyesema tusizini is the one who give us the power and the dominion over sin. Hatuwezi tukaendelea kuishi karama soleprahan shelegrahida masura mahando. Kuna mtu mmoja amenielewa, and this is the voice of the Lord, and this is the voice of the Lord, and this is the voice of the Lord. Na kutamkia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai popote ulipo, neema ya Yesu Kristo wa Nazareth, jinsi ambavyo ina uwezo na nguvu kwa mtu mmoja ambaye ndani yake kumeibuka na hii shauku, ninaomba katika jina la Yesu. Kama wewe upo na unasema kabisa, mtumishi, nimekuelewa na nimesikia neno la Mungu, naomba kwa imani hiyo simama na uombe pamoja na mimi. Fuatisha maneno haya, sema: asante Mungu kwa ajili ya neno lako. Nimekusikia ulivyo mwema juu ya maisha yangu, na sio kwamba Mungu unataka niache uovu ndio nikufuate, bali Mungu unataka katikati ya uovu nilionao nikufuate, ili unibadilishe niwe mtu mpya. Maana hakuna mtu yeyote duniani ambaye anaweza kuacha dhambi kwa nguvu zake mwenyewe, mpaka amesaidiwa na Mungu, mpaka amesaidiwa na Yesu. Na kwa kuwa wewe Yesu ndiye njia ya kweli na uzima, na mimi leo kwa hiari yangu, kwa kuelewa kwamba Yesu ana nguvu, Yesu ana uwezo, nimedhamiria, nimeamua, nimetamani kubadilishwa na huyo Yesu katika jina la Yesu. Yesu nisaidie dunia isinishinde. Yesu nisaidie dhambi isinishinde. Yesu nisaidie majaribu yasinishinde. Kuanzia sasa ninakupokea wewe Yesu na Roho yako Mtakatifu na utendaji kazi. Mungu, nisamee dhambi zangu nilizokutenda kwa kujua au kwa kutokujua. Unisamehe kabisa katika jina la Yesu. Kuanzia sasa umeokoka na Mungu amekufungua kabisa. Naomba niombe na wewe. Baba,
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, ninaomba juu ya mtumishi huyu ambaye ndani yake amekubali. Mungu, asante kwa kuwa ameamua, neno lako limeuisha kitu ndani yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, ninamuombea katika jina la Bwana kutoka kwenye madhabahu ya Mungu. Mungu mwenye kurehemu, Mungu mwenye kuwakumbuka watu, Mungu mwenye kuwabadilisha watu, katika jina la Yesu.